Okay, welcome back again. Tuangalie hapa namna ya kupima contactor. Njia ya pili ni kuipa power. Kuna njia ya kwanza ya kupima resistance, njia ya pili ya kuipa power. Nataka tujue hii contactor ni nzima au ni mbovu. Tutaenda kuipa power single phase. Hii inatumia 220. Hii ni contactor ya single phase. So utakuwa na vifaa vyako, multimeter. So nitafunga waya zangu hapa, nitafunga waya zangu kwenye contactor kwa ajili ya kuipima, kuangalia ni nzima au ni mbovu. Kwenye A1 nitafunga A1, waya mwingine nitafunga A2, nikishafunga waya wangu hapo. Ukishamaliza unachukua multimeter. Hatua ya kwanza ipime kwanza resistance. Uangalie, naweka kwenye resistance. Nataka kwanza niangalie. Tapima resistance ili isije. Kiangalia resistance, umeona 500 na kitu. So baada ya kupima resistance ili utachukua supply power, utachukua power supply ya single phase. Utachukua power supply, hii ni power supply, na ipima kwanza voltage. Hii niangalia hapa kuna power. Tapima power. Umeona? Hii hajaita power. Nawasha, nilikuwa nimezima hapa UPS. Niwasha UPS yangu. Nikishawasha UPS yangu, power itakuwepo. Ikisha kuwepo power, kwa maana hiyo nitaenda kutesti. Nitaenda kutesti contactor yangu. Utachomeka waya. So hii ikipata power ina make. Utachomeka power yangu. Unaona? Ina make. Nikichomoa haimeki. Kwa maana hiyo hapa, hii ndio njia nyingine ya kupima, unakujiridhisha kwamba contactor yangu inafanya kazi au haifanyi kazi. Umeona? Kwa maana hiyo hapa nikichomeka power, umeona? Hapa power ipo. Kwa maana hiyo hapa contactor yangu imemeki, na nikitaka kujiridhisha niangalie, je, power output inatoka? Ili uwe na uhakika, utachukua multimeter. Sasa hapa napima nini? Continuity za supply. Napima continuity ya hizi input na output. Napima hizi. Terminal ya kwanza ni nzima. Terminal ya pili ni nzima. Terminal ya tatu ni nzima. Normal close lazima iachie. Hivi ndio namna ya kupima contactor na kujua ni nzima au ni mbovu.